Shalom, shalom watu wa Mungu. Leo tutaenda kujifunza somo linasema haki. Haki kwa mujibu wa Biblia. Haki ni jambo analostahili mtu bila upendeleo, kwa misingi ya usawa, ukweli na sheria. Ni kitu ambacho mtu anapaswa kukipata kwa sababu ni mwanadamu, si kwa sababu ya cheo, rangi, mali au nafasi yake. Maana ya haki: 1. Ni usalama wa kupata unachostahili. 2. Ni kutendewa sawa bila ubaguzi. 3. Ni kupata ulinzi wa sheria na fursa sawa. 4. Ni kurejeshewa kilicho chako au kulipwa fidia ukidhuriwa au ukidhulumiwa. Aina za haki: 1. Haki za msingi za binadamu ambazo kuna uhai, uhuru, usalama na maoni. 2. Haki za kijamii ambazo kuna elimu, afya, makazi na huduma za msingi. 3. Haki za kiuchumi ambapo kuna kufanya kazi, kulipwa sawa, kumiliki mali. 4. Haki za kisiasa ambapo kuna kupiga kura, kugombea, kushiriki maamuzi. 5. Haki za kisheria ambapo kuna kusikilizwa mahakamani, kutotuhumiwa bila ushahidi. 6. Haki za kuabudu ambapo kuna kuabudu dini yoyote mtu aitakayo, kuhubiri au kutoa mawaidha kwenye mihadhara, lakini pia kusali. 7. Haki za kiafya, kupata matibabu, kupata rufaa ya kwenda kutibiwa ndani na nje ya nchi. 8. Haki ya kusafiri ambapo mtu anaweza akasafiri ndani na nje ya nchi. Haki katika Biblia ina maana nyingi, lakini msingi wake ni kumpenda Mungu, kutenda yaliyo sawa na kuwatendea watu kwa uadilifu na huruma. Neno haki katika Biblia mara nyingi linahusiana na uadilifu, usawa, kutenda mema na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Tunasoma kitabu cha Mika sura ya 6 na ule mstari wa 8. Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sifa kubwa ya Mwenyezi Mungu ni mwenye haki. Tunaona kwenye Zaburi sura ya 89 mstari wa 14. Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako. Fadhili na kweli za hudhuria mbele za uso wako. Hii ina maana serikali ya Mungu inajengwa juu ya uadilifu. Katika tungo za hekima za Mfalme Solomoni tunaona pia Solomoni alizungumzia namna haki inavyompendeza Mungu kuliko hata sadaka. Kwa maana hiyo Mungu anathamini zaidi tabia njema kuliko ibada za nje. Tunaona kwenye kitabu cha Mithali sura ya 21 na ule mstari wa 3, inasema kutenda haki na hukumu humpendeza Bwana kuliko kutoa sadaka. Nabii wa Mungu Isaya yeye alihimiza watu wawe na ushirika mzuri na Mungu kwa kuanza kujifunza matendo mema kama vile haki na unyenyekevu. Tunaona kwenye Isaya ile sura ya 1 na ule mstari wa 17, inasema jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni hatima haki yake, mteteeni mjane. Hapa haki inahusishwa na kuwatetea waliodhulumiwa haki zao, lakini Yesu yeye aliwasisitiza watu kuwa na kiu ya haki ili kumpendeza Mungu. Tunasoma Mathayo sura ya 5 mstari wa 6, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Jinsi Biblia inaelezea watu wa haki: 1. Hawana upendeleo. 2. Hawadhulumu. 3. Husema ukweli. 4. Hutenda mema hata bila kushurutishwa. 5. Huwasaidia wanaoteseka. 6. Hufuata sheria za Mungu kwa moyo wote. Mfano wa watu kama hao kwenye Biblia ni Ayubu, Daudi, Danieli na Yosefu. Hawa waliitwa wenye haki.
Katika Agano Jipya inahusishwa na imani, tabia, upendo na kufanana na Kristo. Ni uzima wa ndani unaotokana na Mungu, si kufuata sheria za nje. Agano Jipya linatufundisha kwamba mtu hawezi kujifanya mwenye haki kwa matendo, bali anahesabiwa haki kwa imani. Tunaona kwenye Warumi sura ya 3 mstari wa 22. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Yesu aliweka wazi kuwa haki ni lengo la maisha ya Mkristo. Mtu anatafuta kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu kuliko vitu vya dunia hii. Tunaona kwenye Mathayo ile sura ya 6 na ule mstari wa 33. Inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mathayo 6:33. Haki inahusishwa na roho safi na nia inayofaa, tofauti na Mafarisayo ambao walionekana tu nje. Yesu alisema hivi, ni lazima uwe safi kwa kutenda haki zaidi ya namna wanavyofanya waandishi na Mafarisayo. Tutaona kwenye ile Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 20. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Haki ni matunda ya Roho Mtakatifu. Agano Jipya linaonyesha kwamba tabia ya haki hujengwa ndani ya mtu kwa kazi ya Roho. Waefeso sura ya 5 mstari wa 9. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Yesu anaonekana kuwa ndiye mfano wa mwisho wa haki. Yesu anaitwa mtu mwenye haki. Tunaona kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akauishwa. Sasa tuone faida za haki au faida za kutenda haki. Kwa nini haki ni muhimu? 1. Haki huinua taifa. Tunasoma kwenye Mithali sura ya 14 mstari wa 34 ambayo inasema haki huinua taifa. Taifa lenye jamii inayotenda haki, Mungu liinua taifa hilo na kustawi kwa wingi. 2. Ukiwa ni mwenye haki, Mungu atakutetea. Tunaona kwenye Zaburi sura ya 37 mstari wa 28 ambayo inasema, kwa kuwa Bwana ni mwenye haki. 3. Mtenda haki hupendwa sana na Mungu, kwa kuwa Mungu anapenda sana haki kuliko sadaka. Tunaona kwenye Mithali 21:3 inasema, kumtendea Bwana haki na hukumu ni bora kuliko dhabihu. Dhabihu ni sadaka. 4. Utafanyika heri na baraka machoni pa Mungu. Tunaona kwenye Zaburi 106:3 inasema, heri wazitendao haki daima. Heri wazitendao haki daima. 5. Atendaye haki ataurithi ufalme wa Mungu. Tunaona kwenye waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 6 mstari wa 9. Wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu. Ina maana wenye haki ndio watakao nufaika na ufalme wa Mungu. Namba 6. Utakuwa ni mwenye haki mbele za Mungu. Tunaona kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 7. Yeye atendaye haki ni mwenye haki. Namba 7. Utapokea baraka za utajiri. Tunaona kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Namba 8. Mwenye haki hata akifa kifo chake kinakuwa ni kitakatifu. Tunaona kwenye kitabu cha Hesabu ile sura ya 23 mstari wa 10. Hesabu 23:10. Ni nani awezaye kufanya idadi ya mavumbi ya Yakobo, au kuhesabu robo ya Israeli? Na nife kifo chake mwenye haki, na mwisho wangu uwe mfano wa mwisho wake. Namba 9. Utairithi nchi uliopewa na Bwana Mungu wako. Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 20. Yaliyo haki kabisa ndiyo utakayoyafuata,
ili upate kuishi na kuirithi nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Namba 10. Mungu atakuongezea miaka ya kuishi hapa duniani. Kumbukumbu la Torati sura 25 mstari wa 15. Uwe na jiwe timilifu la haki, uwe na kipimo kitimilifu cha haki, zipate kuwa nyingi siku zako katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Hizo ndizo faida za kuwa mtu mwenye haki au faida za kutenda haki. Sasa tuone ni jinsi gani mtu anaweza kuwa mwenye haki kulingana na Biblia. 1. Kwa njia ya imani kupitia Yesu Kristo. Warumi sura ya 3 mstari wa 22 hadi 24 inasema, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Namba 2. Kwa kuifuata kanuni ya haki ambayo inasema uadilifu kujumlisha huruma kujumlisha unyenyekevu ni sawasawa na haki. Tunaiona katika Mika sura ya 6 mstari wa 8. Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Namba 3. Kwa kutubu na kuacha dhambi. Tunaona kwenye Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Namba 4. Kwa kupenda usawa, kuanza kutenda mema na kuishi maisha ya haki. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 7. Watoto wadogo, mtu asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Namba 5. Kwa kutafuta ufalme wa Mungu au kuitafuta haki yake. Tunaona kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Namba 6. Kwa neema ambayo tuliipata kupitia damu ya ukombozi, damu ya Yesu Kristo. Kusoma Warumi sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 2 nasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki tokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Namba 7. Kwa kuvaa utu upya, yaani maisha mapya ya utu, upendo, amani, kutenda kwa usawa, usafi wa moyo na kutenda mema. Tunaona kwenye Waefeso sura ya 4 mstari wa 24, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Namba 8. Kwa kuwatetea wote walioonewa na kuwasaidia wote wasiojiweza. Kwa kuwatetea wote walioonewa na kuwasaidia wote wasiojiweza. Tunaona kwenye Isaya sura ya 1 mstari wa 17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni hatima haki yake, mteteeni mjane. Hiyo ni jinsi mtu anavyoweza kuwa mwenye haki. Tumeona jinsi mtu anavyoweza kuwa mwenye haki. Je, mambo yatakuwa vipi kwa wale wasiopenda haki na kupenda haki na kutenda haki? Yaani mtu asiyetenda haki au asiyependa haki, mwisho wake utakuwaje hapa duniani na huko mbinguni? Kwanza, hutopata uwezo na nguvu ya kusimama hukumuni, lakini pia hutopata nafasi ya kusimama na wenye haki. Tunaona kwenye Zaburi sura ya 1 na ule mstari wa 5. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Namba 2. Njia ya wasio haki hupotea,
kukosa mwongozo mzuri wa maisha. Tunaona kwenye Zaburi sura ya 1 mstari wa 6. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Namba 3, kunyang'anywa riziki yao kuu wanaoitegemea. Tunaona kwenye Ayubu sura ya 29 mstari wa 17, nami nilizivunja taya za wasio haki na kumpokonya mawindo katika meno yake. Namba 4, Mungu ataruhusu misiba na hasara kwa wasiotenda haki. Tunaona kwenye Ayubu sura ya 31 mstari wa 3. Je, sio msiba kwa wasio haki na hasara kwa watendao uovu? Namba 5, utachukiwa na Mwenyezi Mungu. Tunaona kwenye Zaburi 11:5, Bwana humjaribu mwenye haki, bali nafsi yake humchukia asiye haki na mwenye kupenda udhalimu. Namba 6, kuaibishwa na kutupwa kuzimu. Tunaona kwenye Zaburi sura ya 31 mstari wa 17, ambayo inasema, Bwana, nisiaibishwe, maana nimekuita. Waaibishwe wasio haki, wanyamaze kuzimuni. Namba 7, Mungu atazikata pembe za wasio haki. Zaburi 75:10, pembe zote za wasio haki nitazikata, na pembe za mwenye haki zitainuka. Namba 8, wasio haki Mwenyezi Mungu hukaa mbali nao. Tunaona kwenye Mithali sura ya 15 mstari wa 29, Bwana yu mbali na wasio haki, bali huisikia sala ya mwenye haki. Namba 9, wasiotenda haki ni wadhambi. Tunaona kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 17, ambapo inasema, kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Namba 10, uovu utamuua asiye haki. Uovu utamuua asiye haki. Tunaona kwenye Zaburi 34:21, ambayo inasema, uovu utamuua asiye haki, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Kipo kitabu kinaitwa Usiogope. Ni kitabu kizuri sana. Ni kitabu ambacho nimeongelea mambo mengi sana. Watu wengi wamekisoma hichi kitabu na wamekifurahia sana. Nami nakushauri pata muda wa kuweza kununua kitabu hiki na kukisoma. Ni kitabu kizuri sana, kitakusaidia mambo mengi sana. Ni kitabu ambacho kinapatikana kwa bei nzuri kabisa, kwa shilingi 15,000 tu utakipata kitabu hiki, na tunatuma mikoani, lakini kwa wakazi wa Dar es Salaam tunafanya free delivery. Utakipata hichi kitabu ukilipia 15,000 utakipata. Ni kitabu kizuri sana, mimi nakushauri ukisome. Shalom, shalom.